Ni kongamano la vijana jiji la Tanga linalodhaminiwa na Tanga Yetu kupitia mradi wa Kijana Togola. Lengo ni kuwakutanisha vijana na kuwapatia elimu ya afya ya akili na malezi na makuzi bora yenye lengo la kufungua fikra za kujitambua na kutambua fursa za kujikwamua kiuchumi. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati ya uendeshaji mradi wa Tanga Yetu Juma Idi wakati akifungua kongamano hilo katika uwanja wa La Mole jijini Tanga. Kongamano hili ambalo linaanza leo na litahitimishwa Ijumaa ni moja ya miradi ambayo tunaiwezesha, na mtekelezaji kwenye hili kuna taasisi inaitwa Afya Togola au Vijana Future, wakisaidiana pia na shirika nyingine Swahili Digital ambalo lenyewe linashirikia masuala ya kidijitali kwa vijana. Hayo yote yanalenga vijana. Ili eneo la afya ni pana kidogo, lina maeneo kama makubwa matatu. Kuna afya ya uzazi, ya pili afya ya akili, na la tatu makuzi na malezi. Hayo matatu ndio ambayo yanabeba haya mafunzo ya leo pamoja na hili kongamano la vijana. Nimesema mwanzoni kwamba mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano na halmashauri ya jiji. Halmashauri ya jiji wana shughuli ya kupokea mwenge kesho kutwa, na moja ya maeneo ambayo mwenge unaangazia ni swala la uwezeshaji vijana katika nyanja zote, na ni kupitia eneo hilo ndio hili kongamano linafanyika. Kwa hiyo sisi tumewezesha halmashauri ya jiji pamoja na wadau wake. Kwa hiyo hawa Afya Togola Afya Cheki wanaingia hapo kama watekelezaji wa hiyo program. Hili eneo la leo tutakuwa na mafunzo moja kwenye eneo la afya ya akili, ambapo pia linaingiza masuala ya mapambano dhidi ya madawa ya kulevya kwa vijana. Na ni moja ya kauli mbiu za mbio za mwenge mwaka huu. Wote tunaelewa madhara ya madawa ya kulevya ni kwa jinsi gani yameathiri jamii zetu. Sisi sote hapa tunaweza kuwa mashahidi, kama sio ndugu yako, jirani yako, rafiki yako au mtu unayemfahamu, umemwona yalivyomuathiri. Kwa hiyo na sisi tunachangia nguvu zetu kuhakikisha tunajenga uelewa kwa vijana na kujenga mazingira ya vijana kujiepusha kujiingiza kwenye hayo maeneo. Katika kongamano hilo lililoshirikisha wataalamu mbalimbali akiwemo mratibu wa magonjwa ya afya ya akili Anti Sadaka Saidi ameelezea hali ya tatizo hilo kwa jiji la Tanga. Hatuongelei makongamano tu, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vimesaidia kuleta tofauti ya mapokeo ya afya ya akili ni uelewa. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza tunachofanya ni kuhakikisha jamii ya Tanga imepata uelewa sahihi wa nini ni afya ya akili, zipi ni changamoto za afya ya akili, yapi ni maradhi makubwa ya afya ya akili. Kwa hiyo tunachokifanya kwanza, tulipita kwenye vijiwe vya vijana mashuleni na kila mahali, tulitafuta mustakabali wa hali halisi, picha halisi ya afya ya akili, ambao tuligundua vijana wengi wanasafa, wanapata changamoto za afya ya akili na wengi hawana taarifa sahihi. Nini cha kufanya? Dalili ni zipi na ni namna gani jinsi ya kuzuia? Tanga Yetu kuna miradi ya kuwezesha vijana kiuchumi. Kuna miradi kama 6 ambayo iko basically kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Kwa tulivyokutana hapa leo pamoja, ndio wanakuja kugundua kwamba kumbe kwenye mradi wote sisi kama vijana tuna nafasi ya kutibu changamoto zetu, na hawa vijana ambao hawako kwenye mradi leo wamepata ufahamu kwamba kumbe nikiweza kukua karibu na mradi wa Tanga Yetu, fursa zinapotokea na mimi nitapata nafasi. Nao vijana hawakusita kuelezea wamekwama wapi na nini wametambua ili kuepukana na msongo wa mawazo unaopelekea ugonjwa wa afya ya akili. Mtandao ni kama platform, tuitumie kama platform ya kujifunza, kwa maana kuna watu ni washauri wa kisaikolojia, hatuwezi kuonana nao physically. Unaweza ukapata kwenye zile platform kama Instagram, Facebook na Twitter na kadhalika. Kule ni sehemu ambayo tunaweza tukajifunza, lakini pia tunafahamiana na watu ambao tunaweza kuwa washauri. Lakini pia kingine, mimi ningependa kusema kwamba kabla kijana hajaanza kutumia mitandao, kwanza afahamu anaenda kutumia kwa ajili ya nini, ili aepushe madhara mengine yanayokuja kutokea. Kama unaenda kutumia mitandao kwa ajili ya biashara, basi hakikisha unatumia kwa ajili ya biashara ili usitafutie matatizo mengine.
Kwa maana gani? Unapoingia kwenye mitandao bila kujua natumia akaunti yangu kufanya kitu gani, ndio pale unaenda kuona vitu ambavyo unaviingiza wewe kwenye maisha yako binafsi na vinaanza kukuathiri. Mfano leo ukatumia, umeona maisha ya mtu anaweka public, wewe unataka kuyaiga. Ukiuliza umekutana wapi, anakuambia nimekutana na Instagram, mtu fulani anaishi na hivi na hivi. Inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo nashauri vijana, kabla hujaanza kutumia mitandao, ujue unaenda kuitumia kufanya nini, kwa lengo gani na likufikishe wapi. Kwa maana tunafahamu sasa hivi kuna vijana wengi tunaona, tutakuwa ni mashahidi, wanasaidika, wanatumia hiyo kupata kazi na kadhalika. Wale huwezi kukuta na tatizo la afya ya akili kwa sababu alijua naenda kutumia mtandao kufanya kitu gani. Wanajiepusha na madhara ya matumizi mabaya ya kimitandao. Siku kubwa kongamano la leo limetubadili mtazamo sisi vijana. Cha kwanza watakuwa ujitambue. Kwa maana gani? Kama kijana ukijitambua ni nani, inakuwa nafsi yako mwenyewe unaweza kujijenga kwamba wewe uishi maisha ya namna gani. Lakini pia kupitia kongamano hili tumeweza pia kujifunza kwamba sisi vijana ili tunatakiwa kwamba tujipambanue kwa kujiingiza katika shughuli ambayo zinaweza kutuingizeni vipato vya halali, lakini sio kujiingiza kwenye shughuli ambazo ni haramu. Na sisi vijana wenzangu tuwajike kwamba tunajitahidi kufanya mambo yale ambayo yanatujenga sisi na yanatupunguza kujiingiza katika mazingira hatarishi ya afya zetu, kwa sababu itaingia kwenye mazingira ya afya hatarishi kiafya, kiakili. Katika jukwaa hili la leo nimehudhuria la vijana, nimepata faida mbalimbali. Nimejifunza kwamba afya ya akili sio kila mtu ana afya ya akili. Kwa mfano, nitoe tu mfano, wale wanaokota makopo, sio kila anaokota makopo ana upungufu wa akili kichwani, hapana. Wengine wanaokota makopo kwa sababu ya kujikinga na kujikizi mapato yao binafsi. Wengine wanaokota kwa ajili ya kujipatia kipato, na wengine wana familia. Kongamano la vijana linatarajia kutoa elimu pana, kubadili mtazamo wa kijana na kumfanya achangamkie fursa zilizopo ndani ya jiji la Tanga. Kijana hujachelewa. Pamela Chaula, Tulilumwe TV.